alipata hedhi baada ya siku 3 ikapotea. Sasa hakuelezea yeye mwanzo ampata siku ngapi. Alipata siku 3 kisha ikapotea. Ilipopotea ikapotea siku 3 kisha ikarudi tena. Wajua masala ya hedhi ni shati tumuulize yule mwanamke hiyo uloipata. Kwanza kawaida yako wewe wapata hedhi vipi? Siku ngapi? Hedhi yenyewe yaja kwa rangi gani? Kwa sababu ile hedhi na rangi, hedhi strong ni nyeusi. Baada nyeusi ni nyekundu. Baada ya nyekundu ni rangi ya kinjano njano. Baada ya rangi ya kinjano njano ni rangi ya kijivujivu. Hizi mmejuzwa kwa kusoma, usione mimi utakuwa na hedhi. Wanawake ndio utakuwa na damu, wao hawasomi tu, hata sisi tukafanya research tukafanya. Kisha kuna rangi yaitwa rangi ya vinru, haijulikani. Sisi wengine utasikia kuna na mai haya yana vinru, yani hayako clear, ila yake yana uchafu. Sasa mwanamke ni uzuri, mimi huambia siku zote, hasa visichana ajue hedhi yake yaja mwanzo wa mwezi, mwanzo wa wiki, kati ya wiki, mwisho wa wiki, mwanzo wa mwezi, kati ya mwezi, mwisho wa mwezi kwanza. Alafu inakuja kwa rangi gani ile damu? Alafu inakuja kwa siku ngapi? Akihifadhi hivi vitu vitatu ni rahisi kwangu mimi. Akija kuniuliza kumwambia hii ndio damu yako. Hapa huna hedhi. Sasa ikiwa zile siku 3 imekuja ndio ile damu yake, na kawaida damu yake huja siku ngapi? Jamanini, kwani na mimi haya mnaona mnyi hamtokuwa interested kwa sababu si yenu, hayawahusu, lakini yameulizwa kwetu sisi na yatuhusu. Yeye amesema amepata hedhi siku ngapi? Siku 3. Baadaye ikapotea. Sasa mwanzo hizi siku 3 ndio ile, yani damu ni ile, ina harufu mbaya. Sangine mwanamke utasikia bwana damu imekuja lakini ya maraini haina harufu. Sasa damu hiyo siko perfume. Akwambia damu imekuja lakini leo ndio imekuja worst, yani ina harufu. Mama yangu, huisi unene ni papa, huisi unene ni samaki alooza, huisi wenyewe wanawake wana nini? Wanazijua. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha. Yani ni kitu kinamuudhi mwanamke, kinaudhia, kina kero, lakini kina afia kwa mwanamke. Hakuna kitu chenye afia kwa mwanamke kama kutokwa na hedhi. Mwanamke yani infection nyingi zatoka na hedhi, maradhi mingi yamalizika na hedhi. Sasa sisi hatuna, sisi ni haja kubwa na haja ndogo tu, hazimalizi zozote. Pengine wewe infection ni kutopata haja, lakini mwanamke weza ile hedhi kammalizia infection nyingi zikaondoka. Ala kulli hal. Kwa hiyo mwanzo lazima tumuulize kwenye hivi vitatu. Kawaida yako ni siku ngapi? Rangi na imekuja kwa wakati. Akisema ndio ile imekuja kwa wakati, haya, kisha ikakatika. Si ni siku 3 kawaida. Baada ya siku 3 imerudi, tutakuuliza hii ilorudi na ile ya kwanza it's same, iko sawa sawa? Sema vile yafanana. Kwa hiyo mara hii wabadilisha system. Ila hatukwambii sasa hedhi yako itakuwa ni siku 6. Tutakwambia ngojea tena mwezi ujao, ikiripiti tena namna hii isiporipiti tutasema ile ilikuwa kama bahati. Unajua wanawake aweza kuwa yeye daima dawama ni siku 5, lakini kuna jambo dogo tu akalipata la furaha au la huzuni au la mshtuko, ikambadilishia circulation ya ile damu. Ukuaje? Jambo dogo tu. Ule mmoja alimwambia, alikuwa ataka kumuoa mwanamke, akamwambia mbona wewe mashallah nakuona, naambia mimi nikipambana na raha huandra. Basi naambia basi mimi itabidi nikupe maudhiko tu. Maana utanipasukia kila ukipambana na raha mwili ufanya nini? Bidi sasa mimi nikupe maudhiko. Maana yake na mimi nikikupa raha si utapasuka wewe.
Sasa kuna wanawake akipata jambo la furaha damu, akipata jambo la mshtuko damu, akipata jambo la maudhiko damu. Yani ule uzao ni kitu very sensitive, mwepesi sana. Sasa mwanzo lazima tujue, usihukumu tu, tujue. Waila tukua madhhabu ya Imam Malik, damu yoyote mwanamke akiona ni hedhi asiswali, damu yoyote mwanamke akiona ni hedhi asifunge. Tatahayadhu kullama ra'at alhayd dam, kullama ra'at ad-dam, ataijisabu kwenye hedhi kila kiona damu, basi hedhi hiyo, kiona damu hedhi hiyo, kiona damu hedhi hiyo. Fanyeje sasa? Naam. Tuko kwenye hedhi bado? Mimi siko kwenye hedhi. Mimi niko kwenye maswala. Bismillah. Nina maswala mawili. Naam. Kwanza afya yako vipi? Afya yako vipi? Kwanza nashukuru afya yangu alhamdulillah. Huyu ni mzee tuliwahi kumchangia hapa. Ingawa si mchango wetu tu, lakini ulichangia pia nao. Nawashukuru kwanza nyinyi nyote maratibu wenzangu kwa kunichangia. Alhamdulillah. Na pia namshukuru shekhe wangu Izzeddin alisimamia mchango wangu kafaulu. Nimefanyia operation 3, 2 hazikufaulu lakini moja imefaulu. Alhamdulillah, sasa maradhi